wangwana zaidi na wafanyabiashara wakubwa zaidi. Venye hii nyota ilifika, ukitembea huko mtaani unapata vijana wa Nairobi wako kazi, vijana wako mbaka, vijana wanachapa job mbaya sana, si ndio? Kabla tujaendelea, nataka nitambulishe tu viongozi ambao tumetembea nao. Kwanza kabisa ma MCA wa Nairobi County, tafadhali simameni tu pali mko and just to wave. Asante sana. Then I want to request the fellow parliamentarians who are here to just join me. Karibuni. Waseme kidogo tu. Karibuni sana. Kwanza kabisa tuanze na Mama County, Mama Esther Passaris. Nairobi hoye! Nairobi hoye! God is good all the time. Rais, tunakushukuru sana kwa ile kazi unafanyia watu wetu. Nairobi tunakaribisha Kiambu na Kajiado. Tunataka kusema kweli rais anasema na anatenda. Sasa ni nyinyi kazi kwenu. Hiyo mentoring, hiyo pesa haitasimama hapo. Endeleeni na biashara. Mjue serikali iko na mipango nyingi. Itawashikilia mpaka siku moja mtakuwa na utajiri ile forefathers walisema. Saa ile tulikuwa independence, walisema Kenya must be prosperous, Kenya must be peaceful, na Kenya must be united. Tukae pamoja na hiyo ungwana na tushinde tukiombea rais wetu kwa sababu kweli anatutendea mema. Asanteni sana. Thank you so much. All the way hadi Mathare, Mheshimiwa Anthony Oluoch. Vijana oi! Nairobi oi! Nyota oi! Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, you have now shown and demonstrated that you can lead not by the power of your, not by the example of your power, but by the power of your example. Umeonyesha vijana kwamba ukisema unatenda. Rais ametenda, hajatenda? Hebu nione kwa mkono kama rais ametenda. Kwa hivyo tunaweza kupanga safari na rais because you know you can bank on his word, si ndio? Hebu nione wale watapanga hii safari na rais. Hii safari nani atapanga na rais? Munasema namna gani? Munasema namna gani Kajiado? Munasema namna gani Kiambu? Asanteni sana. Asante sana Senator wetu Hamida Kibwana. Vijana hoye! Vijana Mbwekse! Mbona sioni Mbwekse? Mbwekse kwa wapi? Bwana Rais, mimi yangu nataka tu kukushukuru vile umeangalia vijana wetu, umewashikilia, na I am sure vijana hawatakulet down. Mimi nataka tu kuona vidole mbili. Nataka kuona tutam. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa KJ wa Dago South. Nairobi oye! Nairobi oye! Nataka wana Nairobi muwakaribishe vijana wa Kajiado na Machakos. Wapi vigelegele? Mheshimiwa Rais, leo ni siku yako na vijana wa taifa. Na katika awamu ya uongozi wako Mheshimiwa Rais, tumeona jitihada zako za kukuza vijana kupitia masomo, kupitia kuandika walimu, kupitia jitihada za kujenga manyumba, na zaidi sisi ambao tuko Nairobi tunajua umuhimu wa biashara. Tunakushukuru kwa kuwekelea mawe kwa hawa wanabiashara ambao wako hapa. Nikiuliza, za rais mnasema ni ngapi? Za rais mnasema ni ngapi? Onyesha dunia yote ione za rais ni ngapi.
Kule Dagoretti wanasema za rais ni two-term na wanasema za KJ ni utat. Asanteni sana. Asante sana Bwana Rais. Watu wa Nairobi hoye! Mimi nataka kushukuru sana Bwana Rais. Matendo yako yanaonekana. Wale wengine wanapiga kelele na hawana vitendo. Mimi nataka kuwaomba, ile hela mmeweza kuwekewa izidi kufungua more opportunities na mzidi kujiendeleza, kwa sababu nyinyi ndio wadosi wa kesho. Nikimalizia, mimi nataka kuomba watu wangu wa Nairobi na pia zile sehemu zingine, tuzidi kuwa nyuma ya serikali, vita tuache, tushikilie Bwana Rais ili tusonge mbele pamoja. Asanteni na Mungu awabariki sana. Nairobi hoye! Kiambu hoye! Kajiado hoye! Nyota hoye! Sitaongea sana, inaonekana wakati umepita. Mimi ni kushukuru rais. Hawa vijana unaona hapa ndio Kenya ya huko mbele. You are the future of this country. Leo ikuwa siku ya kwanza, mfanye biashara. Nyinyi ndio wanasiasa na viongozi wa kesho. Mungu awabariki sana. Haya vijana oye! Sasa sisi sote tusimame, tumkaribishe mheshimiwa wetu, rafiki wetu, baba ya Gen Z, baba ya wafanyabiashara, Daktari William Samoei Ruto. Wapi nduru? Bless na banga. Ini best to address my hater. Tumeshine wasichoke waendelea kunyesha. Kani true atufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper. Ai, sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one go tunakill. Aya, Nairobi hoye! Kiambu hoye! Kajiado hoye! Kenya hoye! Mimi kwanza nataka niseme tumefurahi sana kufika hapa asubuhi ya leo. Na sio hapa Nairobi peke yake. Sehemu zote za taifa letu la Kenya, another 17 clusters zinatusikia mahali walipo. Na waomba tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Our young entrepreneurs, wafanyi biashara wetu, our distinguished guests, ladies and gentlemen. History teaches us a lesson we must never forget. Never despise small beginnings. Today, that lesson is written not in theory, but in the lived experience of thousands of young Kenyans, many of them sitting here and many of them listening across the Republic of Kenya. Some dismissed the Nyota Enterprise Program. They said 25,000 could not change nothing. But facts have a way of outliving skepticism. Today, together with thousands of young entrepreneurs, we gather here in Nairobi and across 17 other regions of our republic, separated by distance but united by one purpose: to witness what becomes possible when opportunity is placed in the hands of determined young people. In a few moments, we shall hear their stories and witness firsthand the transformation they have achieved in every corner of our republic. When we launched this program, some asked whether 25,000 shillings would really change a life. I believed they were asking the wrong question. I believe that the best question was this: what becomes possible when opportunity meets determination? In the hundreds of thousands of young people listening to me today, assembled
in different parts of our republic. We have 66,000 young people assembled today in different venues in our republic. We are engaging 122,000 young people today, and we are going to fund them in a few hours. We are going to spend close to 3 billion Kenya shillings. Across Kenya, thousands of entrepreneurs, young people, are answering this question. In Tharaka Nithi County, for example, Eric Ngugi, a young entrepreneur living with disability, saw opportunity where others saw scrap. He began manufacturing affordable flash doors. With his Nyota support, together with his own other savings, he acquired the equipment he needed. Today, he has completed 40 doors, has another 27 on order, and has earned 32,000 in profit. And by the way, he now employs 5 people with capacity to hire 5 more as demand for his doors grows. In Chuka Town, Frida Karimi was already a skilled tailor. What she lacked was not talent, but capital. Through Nyota, she repaired her sewing machine, expanded her product range, strengthened her brand, and now earns 35,000 shillings in monthly profit. Congratulations, Frida. In Kakamega, Sonia Amisi looked at her flock of kienyeji chicken and saw a business, not a chore. She has doubled her layers from 200 to 400, added 300 chicks, and created 3 jobs, all from the first 25,000 Nyota business support. Across Kenya, the evidence is unmistakable. In Isiolo, livestock trader Ibrahim Wako has grown from keeping 2 goats to 5, with plans to double that number before the end of this year. In Kitui, Eunice Katunge has transformed a roadside kiosk into a fully stocked shop, with stocks now worth 85,000 Kenya shillings. In Kisii, Joseph Kerongo Nyagaka cleared his debts before growing his mobile phone repair business into a 100,000 Kenya shillings enterprise. In Kisumu, John Omumbo reinvested every shilling of profit to build a coffin-making business now worth 100,000 Kenya shillings. In Mombasa, Wycliffe Mulwa has grown a single fruit stall into a thriving retail and wholesale enterprise, earning profits upwards of 7,000 shillings every day. Different counties, different trades, farmers, tailors, livestock keepers, traders, manufacturers. Some live with disability. That this program never regarded as a limitation. Yet every one of them tells the same Kenyan story. Our young people were never waiting for handouts. They were waiting for opportunity. And when opportunity meets determination, ambition becomes enterprise. Enterprise creates jobs. Jobs support families. Strong families build a strong nation. That is the philosophy behind the National Youth Opportunities Towards Advancement Program, Nyota. I hope those who judge this program by the size
of its first investment now recognize a timeless truth. Every great enterprise was once a small one. Every successful entrepreneur was once a beginner. And as promised, today we move confidently into the next phase. Ladies and gentlemen, 88,934 young entrepreneurs who successfully invested their initial business support will shortly receive the second tranche of 25,000 Kenya shillings, bringing their support under the program to 50,000 Kenya shillings. At the same time, another 33,269,000 young Kenyans are taking the first step on their entrepreneurial journey by receiving their first tranche of support. Together, more than 122,000 young entrepreneurs across all 47 counties are today receiving business support worth more than 3 billion Kenya shillings. This is one of the largest coordinated investment ever made in Kenya's young entrepreneurs, because when we invest in enterprise, we invest in the future of our economy. Ladies and gentlemen, having seen what these young entrepreneurs have achieved with modest support, the government of Kenya now has a responsibility to remove the barriers that still stand in their way. Success should never be constrained by unnecessary bureaucracy. I therefore direct the Intergovernmental Budget and Economic Council, working together with the county governments, to develop and implement a 2-year business permit waiver for all Nyota beneficiaries. Young businesses deserve the opportunity to find their feet before they bear the full cost of compliance. I further direct the Ministry of Cooperatives and MSMEs Development to establish a national Nyota identification mechanism so that every beneficiary can seamlessly access government services, incentives, and opportunities designed to support enterprise growth. Number 3, I also direct government financing institutions, including the Youth Enterprise Development Fund, the WESO Fund, the Women Enterprise Fund, Kenya Industrial Estates, and other relevant agencies to establish a dedicated Nyota growth product. The first grant must never become the last opportunity. As business grows, they require larger financing, better equipment, wider markets, and stronger partnerships. So, we as government must and will provide a clear pathway from startup to sustainable enterprise. Nimesema hivi, ndio tuelewane. Nimesema hivi, Kenya mzima, mimi najivunia vijana wa Nyota. Hawajatuangusha, hawajatuaibisha. They have made us proud.
wale vijana wote waliopata nafasi ya kwanza ya kupatiwa 25,000, mimi nawapa kongole, pongezi, congratulations, you have made us proud. Wale ambao hawakuwaamini, waliwaambia hiyo pesa ni kidogo, waliwaambia haifai, nyinyi kupitia kwa bidii yenu, kujitolea kwenu, mumetuweka madaha. Sisi leo tunawafurahia, tunawapigia saluti. Kwa sababu pale hamkuona ya kwamba pesa ile ni kidogo. Muliamini ya kwamba pamoja na Mwenyezi Mungu na bidii yenu, munaweza kubadilisha biashara yenu, kilimo yenu, na ile hustle yoyote mtu anafuatilia. Na leo hapa tuko na ushuhuda. We have witnesses. We have many young Kenyans across the Republic of Kenya. Nimesoma majina machache, lakini tutawasikia wengi kila sehemu. Na leo basi tunaruka hatua ya pili. Na hiyo hatua ya pili mnapokea 25,000 ingine. Na sikizeni bwana, sikizeni. Vile nimesema, na mimi nataka niwaambie wale wengine, hawa vijana wa Nyota, hawa vijana wa taifa letu la Kenya, hawatafuti handout, wanatafuta opportunity. Wanatafuta vile wataendesha maisha yao. Ni kweli ama si kweli jamani? Hawa vijana ni wa kujitolea. Hawa vijana ni wa kujituma. Na mimi nasimama hapa mbele yenu kusema ya kwamba nyinyi hamujaniangusha, hamujajiangusha, mumefanya hii, na leo tunawashukuru na tunafurahi, and we are very, very proud of what you have achieved. Na kwa sababu imeonekana wazi kwamba vijana wa Kenya wakipata nafasi, hata kama ni ndogo, wanaweza kuibadilisha ikawa ni nafasi ambayo inabadilisha maisha yao. Mbali na biashara hii, mbali na hii Nyota program ambaye tunazungumzia business support leo, pia tuko na program ya on the job training ambayo tayari imeanza, ambayo inalenga vijana 90,000. Hawa vijana sasa wataanza safari ya kujifunza. Wale vijana ambao hawajawahi hata siku moja kwenda darasa ya kujifunza taaluma yoyote, sasa tutawapatia nafasi ya kwenda darasani, kwenda katika master craftsman, mahali watajifunza, na baadaye wataondoka pale wakiwa na taaluma mbalimbali. Vijana 90,000. Vile vile vijana wengine 20,000 pia tutawapatia certificate. Vijana ambao tayari wako na skill, wako na taaluma, lakini hawakupata nafasi ya kwenda college kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kujilipia. Leo tutawafanyia examination, italipwa na serikali ya Kenya, na tutawapatia certificate, na sasa wao pia wataweza kutafuta ajira kwa sababu watakuwa na hati ya kujitambulisha kwamba wao ni watu wenye taaluma mbalimbali. Mimi nasema nikisimama hapa ya kwamba mbali sasa na pesa tutawapatia leo, pia nimesema bado tuko na matatizo kwamba hawa wafanyabiashara wadogo kuna shida ya kuangaishwa na maleseni katika kaunti zetu. Mimi naomba kwa heshima kubwa governors wetu, na nimesema council ya budget and economic council inayoleta pamoja
county governments na national government chini ya uwenyekiti wa naibu wa rais, nimesema tafadhali muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa miaka miwili bila leseni, ndio biashara zao zikite mizizi. Jambo la pili, nimesema hivi ya kwamba funds ya serikali, National Youth Development Fund, Women Enterprise Fund, Uwezo Fund, Kenya Industrial Estates, na waamurisha sasa mutengeneze product ambayo hawa vijana baada ya 50,000 muwaonyeshe watapata 50,000 ingine kwenu kwa njia gani, wataongeza ikiwe 100,000 kwa njia gani. I am asking the Youth Enterprise Fund, the Women Enterprise Fund, Uwezo Fund, Kenya Industrial Estates to develop a product that is going to assist these young entrepreneurs to get the next funding to grow their businesses to the next level. And I want to assure you that I will make sure these funds, Uwezo Fund, Youth Enterprise Fund, Women Enterprise Fund, Kenya Industrial Estates, will develop the products that will allow you to get the next resources as you grow your enterprises. These are not merely directives. They are our promise. That opportunity, once planted, will be nurtured, not abandoned the moment the seed just breaks through the soil. Every generation is judged by how it responds to the defining challenge of its time. Our challenge is clear: to unlock the extraordinary potential of Kenya's young people and transform youth unemployment from Kenya's greatest challenge into Kenya's greatest opportunity. That is the Kenya we are building, a Kenya where talent is never limited by circumstances, where enterprise is rewarded, and where every young person has the opportunity not merely to look for a job, but to build a business, create an opportunity, and help shape our nation's future. Opportunity is the seed. Enterprise is the harvest. Our responsibility has always been to ensure that every young Kenyan has the chance to plant. Wacha nimalizie kwa kusema, najua ya kwamba vijana kama walioketi mbele yangu hapa Nairobi, kutoka Kiambu, Kajiado na Nairobi, tuko na vijana wengine wengi katika sehemu mbalimbali, Kakamega, Nakuru, West Pokot, Kitui, Mandera, Wajir, Kilifi na sehemu zile zingine zote 17, Murang'a na sehemu zingine. Mimi nataka niwahakikishie hawa vijana wetu wote, leo tunawapatia hatua ingine ya kuendesha biashara zenu. Vijana 88,000 wanapata 25,000 ya pili. Vijana 33,000 wapya wanapata yao ya kwanza 25,000. Leo vile nimesema, tutawapatia hawa vijana wetu 122 shilingi bilioni 3 waanzishe na kuendesha biashara zao. Lakini hapo sio mwisho. Mambo bado. Ati mambo? Ati mambo? Mbali na biashara, mbali na kuhakikisha kwamba vijana wetu wako na taaluma, mimi nataka niwahakikishie tutaendelea kupanga mipango
na miradi ambayo itapatia vijana wetu nafasi ya ajira. Nafasi katika housing program, nafasi katika ujenzi wa masoko, nafasi katika ujenzi wa hostels, nafasi katika digital jobs, nafasi katika sehemu mbalimbali. Vile mnavyojua, Kenya sasa tutajenga refinery ya East Africa Refinery hapa kwetu Lamu. Na pale tutahitaji vijana 60,000 wa kufanya hiyo kazi. Mimi nimeongea na mwegezaji ndugu yetu Aliko Dangote, na tumekubaliana ya kwamba hiyo refinery ambayo sio ya Kenya peke yake, ni ya Ethiopia, South Sudan, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi mpaka DRC. Hiyo refinery itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wetu. Hapa Talanta tuko na ajira ya vijana wetu. Sasa tumeanza ujenzi wa airport, tutakuwa na ajira ya vijana wetu. Mimi nataka niwahakikishie vijana wa Kenya. Mimi niliwaambia tutakuwa na National Infrastructure Fund. Kwa mapenzi ya Mungu na challenges ambazo tumekuwa nazo, I can stand before the nation today that now we have a National Infrastructure Fund, and today we have 350 billion Kenya shillings in our National Infrastructure Fund. And we can now with confidence face the future in matters to do with infrastructure development in Kenya, transport and logistics, our energy requirements, our water harvesting and irrigation. As I committed to the nation, we will now move step by step with confidence, because we have a plan and we have an agenda and we know where we are taking the country. Juzi pia nilianzisha ile inaitwa Sovereign Wealth Fund, kwamba tukisonga mbele hatutawaacha vizazi ambazo zinakuja baada ya sisi nyuma. Tutatembea pamoja. Hatutasahau vijana wa taifa letu la Kenya. Zile rasilimali tuko nazo, we are going to have intergenerational equity, that the generations that are here today will have their stake, but also the generations that will come after us. Ndugu zangu, mimi ninajua ya kwamba wale walioketi mbele yangu na wale walio katika sehemu mbalimbali, kule Bomet, kule Eldoret, kule West Pokot, kule sehemu zingine zote, Garissa, Wajir, wanangojea tupige hatua. Mimi nataka niwahakikishie hatua hiyo tutapiga tukiwa pamoja. And I want to assure you, Kenya is changing. Hii nchi yetu tutabadilisha bana. Sikizeni. Mujiamini. Tujiamini kama wa Kenya. Tumuamini Mwenyezi Mungu na tuamini taifa letu la Kenya. Na watakia heri. Never despise small beginnings, for from them we are building a nation of entrepreneurs. Pongezi kwenu nyinyi nyote. Tutasonga pamoja, na mimi natawahakikishia kwamba Kenya itasonga mbele. Nairobi hoye! Kiambu hoye! Kajiado hoye! Mambo! Mambo! Ni nyota si nyota? Ni nyota si nyota? Mimi sasa nataka, wakati tunaendelea katika mkutano huu kule Nakuru, Deputy President Professor Abraham Kithure Kindiki ako pale, anaweza kusongesha gurudumu kutoka hapo. Asanteni sana na wapenda sana. Mungu awabariki.
Haya basi, tunaona pale naibu wa rais akiwa Nakuru akiendelea. Hebu tusikize. Tungoje, tunamsikiza. Basi tukiendelea kungojea mitambo itengenezwe, wacha tuweze kusikiza Nakuru, kisha rais anaweza kuongea na gavana wa Nairobi. Ya kwanza ambao walipata, vile wanaitumia, vile imewasaidia na vile watatumia ile ambao wanapata leo. Na wakutuanzishia ni huyu dada yetu ambaye anaitwa Leila Adhiambo kutoka Nakuru County. Wapi makofi ya Leila jameni? Leila, good morning. Good morning. Habari yako? Nzuri sana. Ulipata pesa ile ya kwanza ya nyota? Ndio. Ilikuwa ngapi? 22,000 alafu 3,000 ikaiko kwa savings. Savings 3,000, 22,000 ikakuja kwa pochi la biashara. Ndio. Wewe unafanya biashara gani? Graphic design. Graphic design. Ndio. Ulitumia hiyo pesa kufanya nini mambo ya graphic design? I bought a laptop na some materials. Yes. Okay, before nilikuwa naenda na rent, naenda kwa cyber na graphic design. Yes. Ulitumia hiyo pesa kufanya nini mambo ya graphic design? I bought a laptop na naweza pata some materials. Yes. Okay, before nilikuwa naenda na rent. So biashara sasa iko better kwa sababu uko na laptop yako. Graphic design. Laptop ulitumia hiyo pesa kufanya nini mambo ya graphic design? I bought a laptop na naweza pata some materials. Yes. Na vitu zingine. Before nilikuwa So ukipata hii biashara sasa ambayo unatoka naye hapa leo, itakusaidiaje hiyo biashara ya graphic design? Laptop ulitumia hiyo pesa kufanya nini mambo ya graphic design? Yes, vitu zingine. So ukipata hii biashara sasa ambayo unatoka naye hapa leo, itakusaidiaje? Kuna watu Leila wanasema hii pesa kidogo kidogo haina maana kwa vijana ambao wako na haso kule mashinani. Hii pesa iko na maana haina maana? Iko na maana kubwa sana. Sana. Mwisho kabisa, umesikia rais amesema, ameshauri vijana. Kuna program zingine za serikali ambazo unaweza pata msaada zaidi kupitia Uwezo Fund, Women Enterprise Fund na Youth Enterprise Fund. Ndio. Kwa hivyo hii sio mwisho. Huu ni mwanzo. Ndio. Na kwa hivyo ungetaka kusema nini? Hii nyota ni fire si fire? Ni fire. Ni fire sana. Sana. Tuendelee nayo. Kabisa. Rais aendelee. Kabisa. Asante. Wapi makofi ya Leila jameni? Haya. Haya. Tuko Mheshimiwa Rais, tuko na Amos Keitani kutoka Baringo County. Keitani, good morning. Good morning, Your Excellency. Habari yako? Fine, thank you. Wewe ni beneficiary wa nyota? Mimi ni beneficiary wa nyota. Yes. Naam. Biashara gani? Poultry farming. Poultry farming. Ndio. Ulipata ile 22,000 ya kwanza kwa pochi la biashara? Ndio mheshimiwa. Na savings ikaenda 3,000. 3,000 ikaenda savings. Ulifanya nini na hiyo pesa? Your Excellency. Yes. Pesa nilipata
2022. Yes. Mimi sikukuwa na kazi. Mimi nilikuwa a casual worker. Yes. Na the life was uncertain. Yes. As I was depending on casual work. Yes. Now hii pesa zilipoingia, the first thing I was to bring what was my idea. Unajua sikukuwa na the seed. Yeah. But I had the shillings. I bought 500 eggs. 500 fertilized eggs, yeah. Yes, fertilized eggs, yes. I took 5,000 shillings. I hired an incubator. Yes. From there was the smart farm back at Kabarnet. I hired an incubator. I filled it. Your Excellency, by God's grace, I chick. Your Excellency, I sold 300 chicks to generate the revenue for me to keep this flock of 102. Your Excellency, I was really supported by the MSMEs. MSEA. The MSEA. Very beautiful lady, anaitwa Madam Cynthia, and Mr. Bernard. They really supported me. Wakanitafutia the clients, wakanitafutia. They took me to an exhibition. There was an exhibition at Kabartonjo for chicken exhibition. Yes. I got the market, I sold it. Your Excellency, I took the money, I bought the feeds. I went back again, I bought 500 eggs, back to the incubator, and the process kept that. Your Excellency, it is my humble submission to say I now have 600 chicks. 600 chicks? Yes, Your Excellency. Na bado unasonga. Tumpigie makofi huyo Bwana Kaitanyi. And I'm expecting Your Excellency, if this money will come. Usiseme hivi. Leo ndio ile siku. Kabisa. Ni leo si leo. Ni leo bana. Rais anategea huko ndio afanye ile kitu. Tukitoka hapa tunatoka hapa na do. Si namna hiyo? Kabisa. So ukipata hiyo 22,000 utafanya nini? Your Excellency, usiseme hivi. 1,000 heads. Si leo ndio ile siku. Emos ni fire si fire. Nyota iendelee isiendelee. Afanye ile kitu. Kuja pande hii. Wacha tunatoka hapa na do. You have something you want to say? Kabisa. Aya. Bwana Deputy President. Anaweza kunisikiza huyo bana? Aya. Sawa, Bwana Deputy President. Thank you very much. Mwambie huyo Bwana DP. Mwambie huyo Bwana Kaitanyi, hiyo biashara ya kuku ni mzuri sana, mimi niko hapo. Mwambie asonge nayo kabisa. Niko na ujumbe nimepewa na Mheshimiwa Rais kwa simu. Ameniambia wewe Amos Kaitanyi nikwambie hiyo biashara ya kuku ni fire sana. Asonge. Na yeye ako hapo kwa hiyo biashara, so asonge. You are now joining hiyo team ya biashara ya kuku ambayo inaongozwa na Rais, na sasa you are the newest member. So amesema uendelee. Asante sana. Thank you very much. Thank you Mr. President. Now Mheshimiwa Rais, sasa tutasikiza John Kariuki from Nyandarua. Sasa Bwana Deputy President, I think what we do, unafanya biashara gani? Kwa sababu tunataka kuelekea Kakamega. Kuna Prime Cabinet Secretary pale Kakamega na ametegea sana huyo jamaa. Anasema kuna watu wa Ingo. Pia wanataka kuingia kwenye mtandao. Naona Bwana PCS yuko pale. Sasa mimi nimejifanya producer hapa ya hii kipindi. Si ndio? Bwana Prime Cabinet Secretary, kiwanja ni yako. Uendelee, alafu na sisi tutaendelea hapa Nairobi. Si ndio? Basi Nairobi hoye. Tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka kuwasikiza. Pia tuko na beneficiaries wetu wa hapa Nairobi. I want to listen to some of them. Njoo boss, karibu. Mambo? Poa. Ni aje? Very good. Jina?
Julius Njogu. Julius, haya, Julius ako area. Sasa Julius, ulipata pochi la biashara ile ya kwanza? Nilipata Hebu tueleze kuliendaje? Okay, nilipata 22,000 kwa pochi la biashara. Ndio. Na 3,000 kwa Zidi. Zidi mali ya akiba. Nilikuwa na existing business ya groceries. Ya grocery. Hiyo 22,000 nilitumia nikaboost hiyo business, nikaleta nyanya, waru, na hizo vitu zenye zikuwa. But an existing business. Very good. Biashara. Na wapi sauti ya kaka? Aya, wanaendelea hawa jamaa. So, biashara yako sasa inaendelea? Inaendelea. So, leo umekujia? Nimekujia zingine. Though iko, bado tutaendelea kuboost. Hizo zimebaki. So, wacha nikuulize kidogo. Pale katika biashara yako, mapato ilikuwaje kabla na baada ya wewe kupata msaada wa Nyota? Okay, unajua lazima watu wakule groceries. Iko constant. Iko saa zingine iko down, saa zingine products zikiongezeka inaenda chini kiasi. But tukiboost iko constant. On a good day unaweza uza sales like 8,000, but hiyo si profit yako everything. But unaweza pata profit like of 2,000 ukishatoa everything. Kwa hiyo 8,000. Na ni daily. So daily uko na profit ya 2,000. 2,000 unaweza pata 2,000 extra. Very good. So what will happen now? Ukiongeza sasa hii 25,000 ingine iende kwa Zidi 3,000, uwe na 22,000. What do you plan? What do you plan to do with it? Tuko na ka small business. We are planning to expand to bado kuna ka space kako hapo tutaiutilize. Tuongezee vitu more. So uko tayari? So tuliza boli, mambo bado kidogo tu. Wacha nisikie jamaa mwingine hapa. Asante sana. Good luck my friend. Kutoka Kajiado. Tuko na mrembo kutoka Kajiado. How are you my dear? I'm okay. Hiyo ya style iko noma sana bana. How are you? Can I get... Wewe hiyo haga ina mambo, nyinyi wacheni bwana. What's your name? My name is Rosemary Muthoni. Rosemary Muthoni. From How are you, Kaji. Rosemary? I'm very fine, Mr. Very good. President. So, ulipata pesa ya Nyota? Yes. Tulikuwa Kasarani. Yes. Na tukapatiwa the 25,000. Then the 3K went to NSSF. Savings. Na sasa iko Zidi. Very good. So, my business is quite unique because I live with a parent that is allergic to nyama. So I just got an idea in Kajiado where I could farm something that people that cannot eat meat can still enjoy. So I started a business in mushroom farming, edible oyster mushroom farming. And when I received my first capital, nilikuwa nishajenga structure, I got seeds, and I started branding, packaging in plastic containers, and I've been sending to Nairobi all the way from Kajiado. Yes. Okay. So, hebu tumpigie makofi huyu mrembo. So, leo sasa umekujia another 25,000. Yes. Weke savings 3K. Niweke saving 3K. 22,000. Hebu tueleze sasa mambo kutaendaje? Sasa, the market became quite big. There's a market in near Sarit Center, a supermarket, na ni our Chinese. So they were asking for orders na sina za kutosha. So, and they were also asking for different varieties of mushrooms. So my intention saizi niko na oyster mushrooms peke yake. I want to start bringing baton mushrooms.
So this is to expand into So other you have different different types. mushrooms. You have oyster, Oyster, and now you we have button. button. Yes. Okay, so you intend now to extend it to button. Yes, to other varieties of mushrooms. Yes. Let me ask you, Yes. my dear, what would you want me to do better or more In regards to this program? I think I was called once after the first disbursement, nikaambiwa about exhibitions. My business can really grow from different cultures. Like mushrooms nilizijua in Western. Wahindi wanakula, Chinese wanakula. But now when I'm told if I'm to go for exhibitions, I'm going to cater for myself. Na niko sure hiyo pesa haiwezi nitosha. So we need more show exhibitions. So you want us to support entrepreneurs like yourself? Yes. To go to exhibition? Even outside the country. So that more people can know about your business? Yes. I agree with you. Thank you. I agree with you. Thank you. And that is the reason why I have said yes. Kenya Industrial Estates can support exhibitions. Yes. You know? And they are listening. And I want to tell the management of Kenya Industrial Estates to listen to what these guys that support exposure of entrepreneurs like yourself so that you can create a bigger market. Thank you. Si namna hiyo? Asante, Mr. Asante President. sana. I'm sorry, can I say something? Yes, say something. When you were vying for president, I wrote something, and you've never heard it because I've never had the platform. It's quite short. It's a spoken word, if you allow me. Yes. Yes. Najua una strive, yeah, si kama si get. Ati ndo udrive, true, sija forget. Ile ndai udrive, ama ni ile jet. Sijui luck, uibribe, ndo place hiyo bet. Day and night una grind, asubuhi una cast net. Na kwa raha uko blind, family needs zikuwe met. Hustle of hash kind, hao yako isikwe to let na kufeel. Yeah, trust me na kuget. Ati de kulinyesha ulitembea kwa mvua. Hiyo siku ulikesha kwa Mungu kipiga dua. Nyumbani kuna pressure, tuma pesa si unajua. Hizo peanuts gawanyisha watoi wakaeza kuwa. Sina do, sina fame, sina connection na mabist. Nina loans to my name, si celebration na mafist. Nina plans zimefail, my intentions zimefreeze. But I know in this train, kuna direction tuna lead. Maybe effort zako hazijabea any fruit. Maybe support yako ni that pair of your shoes. Maybe the only thing keeping you going ni faith, but trust me, it's enough and it's never in vain. True, you got problems and you're ever in pain. To life, you're a captive. To you, it's like a chain. But after this, there's laughter, there's pleasure, there's gain. Asante sana. Tumpigie makofi huyu mrembo. Kwani wewe ulikuwa umejipanga kiasi gani wewe? Naona kumbe ulikuwa umenipangia. Aya, asante sana. Who is the next beneficiary we want to listen to? We have Said Ibrahim. Wapi Said? Said, karibu. Said, mambo? Uko sawa? Very good. Uko chonjo simama hapo. Yes, sema Said. Salama sana bwana president, labda pande ya US. Niko sawa. Awagwa. Pande ya mai niko sawa. Imeweza. Sawa sana Mtunguyas. Nieleze. Sasa wewe ni beneficiary wa Nyota, sio? Yeah, exactly. Hebu tueleze jani. So nilikuwa nafanya na certain CBO where wakani provide with a room where I can start a small cyber business. And for those who know, cyber business is kind of expensive because hizo equipment, computers, nini. But wakanipatia zile second hand zenye ziliko already in. So nilikuwa na utilize hizo before nikapata the first disbursement. With that, nikaji-improve because nilikuwa natoa picha zingine inakaa ya mtu wao ni poa. Yaani unatoa picha lakini unaona hisi picha yako. So like I looked for a quality printer and then nika source for it. Though see best, but it's at least, so hiyo 25
22,000 actually, because 3,000 ilienda kwa savings, nili utilize hapo kwa hiyo printer. And then nika come to realize that under printing, marketing still iko in it na it's paying good. So nikaamua to venture, still under the cyber business, to venture into marketing, printing, designing flyers, and sort of thing. And it paid off because I have 2 friends of mine wamekam, wako at that place, keeping them busy. Na dream ni ya kutoka kwa So kuna jamaa wawili sasa wanafanya na wewe? Yeah. Mbeleni ulikuwa peke yako? One man less. Sasa leo ni ile siku pia. Kabisa, ndo nasikia niko na furaha. Unaona hadi natetemeka kiasi. Furaha na nini? Furaha iliyoje. Okay? Yeah. So Said. Yes. So leo tutakuongezea 25k. Yep. 3k iende kwa savings. Na wacha nikueleze mambo ya savings. Savings ni kitu ya maana sana. Kwa sababu hata leo juzi umesikia tumeweka Sovereign Wealth Fund. Ili ile pesa inapatikana leo Kenya, tusikule tukamaliza, kwa sababu tuko na vizazi ambazo zinakuja. Na wewe pia leo uko hapa, si ndio? Unakimbiza hustle yako, lakini lazima ukumbuke kuna kesho, na hiyo kesho savings ndio itakusaidia, si namna hiyo? So mimi nataka nikuulize, kwa sababu leo sasa tutakuongezea another 25k savings pamoja na ile itaingia kwenye pochi la biashara. What is the horizon? What do you think you are going to do? With that extra 22,000. What is the plan? Yeah. With that Unajua one, kuna majamaa hawana plan Yeah. Lakini what's the plan? So as I said, niliventure kinda into the marketing business. So nimeamua I'm going to buy a recording mobile phone that I will use for marketing. So mse ako na business, anataka kumarket out there on social medias. If I have that good quality phone, when I go to the business, do the recording, the editing things, and then I open for them on social media, I post for them their business for online visibility. So that money I'm going to venture into an equipment which I'm going to use for marketing. Have you already identified the equipment? Yeah. Tayari unajua mahali utaenda kuinunua? Yeah. Ni pesa tu nangoja ingie ting and then huyo mimi. Alafu utakuwa pale. Ai, dakika zero. Huyu Said ako na plan, sio? Si mmesikia ako na plan? Na nyinyi mnajua kuna majamaa wana plan? Mnawajua Lakini Said, thank you for having a plan. Na hawa wangwana wote mnawaona hapa, kila mtu ako na mchoro. Ama kuna mtu hapa hana plan? Si kila mtu ako na plan? Si kila mtu amechora? Unajua ukitoka hapa, unajua ni wapi, sio? Asante sana Said. I wish you well and I want to promise you tuko pamoja. Thank you. Thank you my friend. Asante sana. Do we have another beautiful lady here? Yes, we have Jennifer, Your Excellency, and Jennifer is a new beneficiary. Huyu ni anatarajia apate leo. Karibu Jennifer. Jennifer, how are you my dear? Habari yako? Uko salama? Very good, very good. Nimeanza na 12,000 wakati nilikuwa naanza hiyo kibande kidogo hiyo ya kuuza viazi. So sasa hii nikipata najua hiyo 25,000 nitafungua kibande kingine ya kuuza. Nimeona hapo Garissa tuko na shortage ya lemon. Venye unaweka recordings, venye una plan biashara yako, usiingie kwa biashara kama hauna plans. You need to have your plans and your recordings. So ukiingia kwa business unajua profit yako, unajua loss, unajua venye business ina run. Yeah. Very good. So mlifundishwa for how many days? Tulisoma for 4 days. 4 days. Yes. Okay. So sasa umefundishwa how to run the business. Yes. Kujua mambo ya mahesabu, recording, ndio yes. Mambo isichanganyike. Exactly. Si ndio? Yeah, tusichanganyie pesa ya biashara. Alafu wewe sasa binafsi umeshajipanga namna gani? Uko na idea ya vile leo ukipata chapa unajua vile utafanya? Unaweza kunieleza kidogo tu? Thank you Mr. President. Najua biashara ni siri. Exactly. Lakini utatueleza tu yani vile kutaenda. Sawa. Thank you. Okay, Mr. President. Biashara yangu yenye nilikuwa nimeplan, nilikuwa nataka kufungua cosmetics. Yes. Yeah, I'm a salonist. Yes.
bado natengeneza nails, so nataka kuweka vitu za wasichana za urembo. Yeah. So hiyo ndio ilikuwa plan yangu from the word go. Yeah. So nikiwa na hiyo, sorry. Find where to buy the products, do you know where they are? The wholesalers. The wholesalers. Yes, I know. You already know. I know. Yeah. So nitaenda kwa wholesalers, nichukue what is needed mostly. Yeah, inaenda sana juu saa sitakuwa na enough money ya kuchukua vitu mingi. Nachukua zile zinaenda faster. Zile zina run kwa market ziko mostly needed. Yeah, so nikichukua hizo at least ina venye business ina run. Then from there nikiongezewa nitajua nazidi kuongezea my business and my everything like Nikuulize. Yes, Mr. President. Do you have a place? Umeshafikiria mahali utafanyia hiyo biashara tayari? Yeah, nisha identify. Najua mostly kuna populated areas. Yeah, mali najua nitapata watu wa kushuka, wasichana wa kushuka ama wamama. Yeah, najua nitakuwa natengeneza nails. Nishajua hiyo shop ya kuweka. Yes. Okay. Does she have a plan or mnaonaje? Si huyu mrembo ako na plan? Haya, tumpigie makofi huyu mrembo wako na mchoro sana mbaya sana. So shortly. Umekuja na simu? Yeah, I have Mr. President. Iko tayari? Yes. Are you sure iko na charge? Yeah. Unajua mama inaweza kuzimika hapa. Nilikuwa nishajipanga. Nilikuwa nimekujia. Yes. Haya, asante sana. Tumpigie makofi. Thank you so much. Asante sana. Welcome, asante sana. You're welcome. Thank you. My good sister here is among 33,000. Kuna vijana 33,000 kama huyu msichana ambaye leo watapata pesa yao 25,000 ya kwanza, na tumefurahi sana. Welcome, we are going to walk with you. Niko na gavana wetu, niko hapa na Mheshimiwa Johnson Sakaja. Gavanari. Yes sir. Habari yako Gavanari? Poa sana. Hapo. Sasa hawa vijana umesikia vile nimesema gavana. Nimesema sasa pale katika IBEC ambaye wewe ni senior member kwa sababu Kanairo ni county kubwa. Yes sir. Nimewauliza tafadhali wewe governors wenzako mketi chini pale na deputy wangu mujaribu kufigure out mambo mawili. Kwanza vile ya kuidentify hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, na pili tafadhali kama mnaweza kuwapatia nafasi ya kufanya biashara yao bila malipo ya leseni kwa miaka 2. Ndio hiyo biashara yao ikae chonjo. Ama ni aje? Si namna hiyo? So Gavanare, kwa niaba ya magavana wenzako bana, nakuuliza kwa heshima ya hawa vijana wote hawa tafadhali. Sijui kama wako tayari kufanya hiyo biashara. Mko tayari? Mko ready? Your Excellency, tunashirikiana na PS. Tarehe 30 nimepewa list ya wale beneficiaries wa kwanza, ili wakija kukata leseni tutawapatia license, lakini itakuwa 0 rated, ili wasisumbuliwe pia huko na kanjo ama wasisumbuliwe na watu wa inspection. Jo, lazima ukuwe na hiyo license. Na siku hizi Nairobi, Excellency, license ni moja. Zamani ilikuwa unakuja City Hall unaambiwa enda sijui Tomboya kwa fire uchukue license ya fire, sijui uende flow ingine uchukue advertising. These days it is one license, *647# Nairobi Services.go.ke, certificate moja. So not only will we do the license, na nitazungumzia wenzangu kama magavana, because we need to support the work they're doing. Your Excellency, tunajenga masoko na umetusaidia. Tunajenga soko 20. Tutapatia hawa watu pia nafasi kwa hizo soko ambazo tunajenga ili waweze kuingia. Because you know, tunakushukuru, you have believed in these young people. Hapo mbeleni watu waliona vijana hawawezi kufanya biashara ya nguvu. Leo asubuhi nilikuwa nasikia Radio Jambo, watu wanapiga simu wanasema hii pesa mngeupatia wazee wa miaka 45 kwenda juu. Tukasema hapana, vijana wanaweza. Thank you for believing in these young people. Tupigie rais wetu makofi.
Ile jambo taongeza tu, Your Excellency, kwa hao vijana wetu, ni story ambayo nimesikia juzi. Kuna jamaa wa media aliinterview watu wawili. Wa kwanza alimpata kule Kamiti prison. Ako hapo na robbery with violence, rape na uwizi. Amefungwa hukumu ya maisha. Akamuuliza ni kwa nini maisha yako ikabadilika umekuwa hivi? Akasema if you had the kind of upbringing I had, njia ingekuwa tu uwizi. Akaenda akapata mwingine daktari kule Mbagathi. Is a doctor who was qualified, anafanya mambo ya orthopedic, very successful, ako na familia yake. Akamuuliza imekuwaje umesucceed kwa maisha yako? Akasema if you were brought up the way I was brought up, with the kind of father I had, the only way was to succeed. Hao majamaa wawili walikuwa ni ndugu. Both of those were brought up by the same person. Mmoja aliamua abadilisha maisha yake, mwingine akasema because of my background I will only go south. I want to tell the young people, it is your attitude that will determine your altitude. It is not what happens to you, it is how you react to the situations in life. So thank you for telling us. Kutoka Kitui East huko kwa kina Mheshimiwa Nimrod Bai. Okay, very good. Wakati nilipopata hii pesa ya president wetu Dr. William Samoei Ruto mwenye tunapikia kura 2027. Sawa sawa. Huyo ndo atapita asubuhi na mapema. Nauliza hiyo pesa ulipopata last time ulifanya biashara ina gani? Mimi wakati nilipopata hiyo pesa nilienda kufungua biashara yangu inaitwa business butchery na kwa jina lingine inaitwa Maskan Butchery. Maskan Butchery. Chamato Market Town. Ulikuwa unatengeneza pesa ngapi before then? Na sasa unatengeneza pesa ngapi sasa? Wakati nilipata hiyo pesa kambusi ya kwanza nililua 1500. 1500. Yes, na sasa unatengeneza ngapi? Kwa siku moja na profit yenye napatanga ni 2850. Siku moja. Siku moja. Kwa hivyo kwa mwezi unapata nearly 50-60,000. Fanya hesabu by the end of day wakati nikilipa mfanyakazi expense wanga na baki na profit yangu. Hii profit yangu naipeleka kwa simu, naipeleka kwa account yangu. Okay. By the end of month Bwana waziri, wakati nitapata hii pesa niko na hakika nitaenda kupanua hiyo business yangu na chenye nataka unisaidie bwana waziri. Hiyo utaongea baadaye nyuma ya tent. Sawa sawa. Niko na shida president. Wacha niite wengine kwa sababu tuko live. Tunaona tuko live kwa TV. Nataka unisaidie. Yes. Wakati nikitoa mbuzi na mtu, wakati nitaenda kununua mbuzi, sina kitu ya kubeba hiyo mbuzi. Wakati nitakivisha kwa kazi, uanga inanisumbua sana. Sawa. Kwa hivyo nataka unisaidie na kitu at least hiyo kazi yangu niipanue zaidi. Asante. Naenda kusalimia rais sana. Nitamsalimia rais. Nimwambie umefurahi sana. Okay sana. Tuko na dada hapa, jina lako ni? Mwanaharusi. Mwanaharusi. Bwana? Mwanaharusi. Mwanaharusi. Karibia hapa mwanaharusi. Kutoka wapi? Weka mic kwa mdomo. Machakos. Machakos. Ulipata hii pesa last time? Yes. Ulikuwa unafanya biashara gani? Sikuwa na kazi. Haukuwa na kazi? Yes. Ulifanya biashara gani sasa wakati ulipata hii pesa? Niliweka malimali. Malimali. Oh, malimali. Ukaweka malimali. Wapi hapo? Machakos. Mlolongo. Mlolongo. Yeah. Na ukatengeneza pesa ngapi? Kwa profit yangu kila mwezi ni 2,000. 2,000? Yes. 2,000 kila mwezi? Iko na inarudisha stock na nikitoa kila kitu na baki na 2,000. Kwa hivyo ile pesa inarudi na baki na 2,000. Yes. Na sasa unataka uongezewe pesa ingine 25,000. Yes. Niongeze hiyo malimali na hata vitu zingine. What is your target? What is your dream? Ndoto yako kule mbele. Hii umepata nyota yako. William Ruto amekupatia nyota yako. What is your dream for the future? Ningetaka kuown biashara yangu ni expand hiyo malimali ikue supplier wa hiyo area. Uwe marimari na una supply marimari wengine. Yes. Alafu unaendelea mbele. Congratulations. Thank you. All the best. We have one more person here lastly. Yes. Asante sana. Tuambie jina. Kwa majina naitwa Diana Ndenya. From where? Makueni County. Where in Makueni? Mukaa Ward. Mukaa. Ulipata 25,000 last time? Yes. Na sasa hiyo pesa ulipata last time ulifanyia nini?
Okay, nilianzisha biashara ya kuuza supplements. So the first 22,000 I got, niliset the structure kwa hiyo duka. Alafu sasa nikaenda nikaongea vizuri na supplier. Uliongea vizuri? Nilijitetea sana. kabisa. Kwa sababu nimemfanyia kazi kwa uaminifu na akaona uaminifu wangu, akaniamini na stock yake kama sijamlipa chochote. Akakupatia stock? Yes. Very good. Na sasa hii pesa unapata leo ni ya kulipia stock ama ni kuongeza stock? Okay, tulikuwa tumekubaliana nitamrushia kitu. Alafu pia ningependa sana kama naweza pata support because nimemarket supplements zangu Makueni sana, especially nyumbani. Kama jana nikitoka kwenye nauzia, nimekuja na products, kuna watu wameitisha. At least niweze kufungua branch Makueni. Very good. Hiyo supplement ina gani? Dynafarm Pro Young supplements. Inasaidia nini? Tuko na za nutritional supplementation, detox and cleansing, diet and weight management, and healthy plants. We have mental, physical and sexual health. Umekuja na zingine hivi leo? Yes. Kuna wadosi hapa wengine wanataka weight management. Kuna wakubwa wengine hapa nimeona nutrition iko shida kidogo. Kwa hivyo ujipange na hao. Sawa sawa? Sawa. Kwa ikiisha uangalia wadosi hapa. Msimsaidie msichana. Sitanua yake. Hata CNN amesema nataka hiyo supplement hiyo ya weight hiyo. Thank you so much. Okay. Asante sana. Okay, kabla niende, watu ya Kindu nimwetilie. Kindu imwetilie? Yes. Asante. Na yunye ne vindu kia PS Terimbaika. I believe the future is feminine. Mwanamke akiwa mbele, sote tumesonga mbele. Consider me. Thank you so much. Asante sana. Thank you very much. Tuendelee. Nataka at this time kumuita governor. Please, Deputy Governor, please come. Unaitwa nani? Naitwa Elizabeth Munyoke. Elizabeth Munyoke. Kutoka Mwingi. Kutoka Mwingi? Yes. Oba Mwingi? Unafanya biashara ina gani? Ya kuuza mitumba. Ya kuuza mitumba? Mwingi? Waita. Ulipata 25,000 last time? Yes. Na kabla upate hiyo pesa ulikuwa unafanya nini nayo? Ulikuwa dhukuma. Haukuwa unafanya kazi hata kidogo? Weka karibu mdomo. Haukuwa unafanya kazi kidogo? Na ulipata pesa ukauza mitumba? Nilienda nikachukua stock nikaanza kuuza. Ya 25,000 yote? Hapana. Nilichukua ya 20. Ya 20 ukabaki na 2 ya movement. Na umetengeneza profit? Ngapi? Saa hii nikiuza kila siku napata, nikiwa nimetoanisha expenses zote, nitarudi nyumbani na like 2,000 kila siku. Kila siku? Siku ya soko. Siku ya soko. Kwa hivyo kwa mwezi mmoja unatengeneza pesa ngapi? Kwa mwezi mmoja biashara ikiwa mzuri naweza pata faida ya 10,000 and above. Oh, very good. Na pesa nayo. Na hii pesa ulipewa hii ya William Ruto ya Nyota, ulijua unajuana na mtu? MCA ndio alikuletea? Hapana. MP ndio alikuletea? Hapana. Ndio alikuletea? Hapana. Uliletewa na nini? Ulifanya nini? Niliona huku kwa mitandao na mimi nika-apply. Ukajituma? Ukapata? Okay. Na hiyo ndio vile maisha, na hiyo ndio vile inaendelea, si ndio? Ndio. Kwa hivyo hii pesa inakuja directly to you as a young person. Si lazima umjue mtu, si lazima uonge mtu, sio nini, directly from the government of William Ruto directly to you, si ndio? Si anajua kujituma. Kinuti muitelie? Na muitelie chao? Munenge chao? Wecha unengo, wecha nesa. Asante. Anasema kitu ni kuitisha, na ukiitisha vizuri unapewa vizuri. Unafanya biashara vizuri. Asante sana. Wacha tumpate mwingine tafadhali. Thank you. We have somebody, one of our people with disability. Yes. Habari yako? Mzuri. Kwa microphone. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Henry Munyao. Yes. Nimetoka Kangundo North. Yes. Machakos Kangundo North. Huko June. Ulipata 25,000 last time? Yes, I got. Unafanya biashara ina gani? Na deal na electronics. Yes. Niko na duka ya electronics. And nili stock. Uli stock? Yes. Did your profit increase? Ama ilipungua? Yes, ili increase, yeah. From what to what? Actually,
Nimebeba hadi evidence. My phone is there. Hebu msaidie simu yake. Nani ako na simu ya huyu? With a guy there called Daniel. Daniel. Wapi Dan? You can assist me with my phone, Daniel. Haya, Daniel ako hapo. Leta simu ya mdosi hapa. Haya. Yeah. Huyu bana alisoma ile 4 days akafundishwa records. Si ndio bana? Nikafunzwa kufungua records. Yes. So umeweka records yako hapo. I have all my records here. Very good. I kept my record. I think nilikuwa nimejipanga siku kama ya leo ningekuwa hapa. And nikaeka hadi evidence. Yes. So Okay. I can read it there for nimeandika tarehe, kgs na price. Yes. Na you can read it for them. Okay. Yeah. Haya, umenipatia kibarua nitafanya bana. Isikuwe ni mimi najisomea. Tarehe 2 mwezi wa 4. Kuajiri watu wengine wangapi? Very good. Wengi zaidi. Wanataka wengi zaidi, wapigieni makofi. Siku kama ya leo. Pigieni makofi. Hawa ni watu wanaitwa Nyotarians. Ati wanaitwa nini? I can read mtu ambaye amepata pesa ya nyota, yeye anakuwa nini? Nyotarian. Sijui ni Nyotarian. Okay. Wa Ududu Gang, asante sana. Pia vile vile tuko na wengine hapa, hebu karibuni hapa. Na nyinyi mtueleze mnafanya kazi gani, mnaendelea namna gani, na mjue ya kwamba ukiangalia pale nyinyi sasa mnaonekana Kenya nzima. Watu wa Tana River mpo, watu wa Lamu mpo, Kilifi mpo. Sasa nyinyi ndio mnaonekana na Kenya nzima. Endelea dadangu, nieleze ulikuwa unafanya nini, pesa ulitumia namna gani, unaendeleaje, umeajili watu wangapi? Endelea basi tueleze. Asante katibu. Kwa majina naitwa Martha Muthoni. Nimetoka katika kaunti ya Lamu, Lamu Magharibi. Kabla nyota yangu haijang'aa, mheshimiwa, mimi nilikuwa namsaidia rafiki yangu ana duka ya kuuza chipsi, viazi karai. Wewe ulikuwa umeajiliwa kazi hapo? Sasa nikagundua kuwa kuna mama wanakuja pale, wanasema usiniwekee viazi pilipili, niko na kiungulia siwezi kula. Unapata mama amekuja pale, nikiangalia hali yake ya nywele si mzuri, haipendezi. Sasa nikafikiria ni vipi naweza fanya. Nikaona nikitengeneza mafuta ya nazi itasaidia yule mtu ambaye ako na ugonjwa wa ulcers, akikunywa ile virgin coconut oil pure, akikunywa ile ugonjwa itamuishia na ataweza kukula zile viazi bila shida. Ile mafuta pia ukiboresha zaidi, akipaka ile nywele yake itakuwa nzuri zaidi. Sasa ukaanza kazi ya ndo nikaanza kuuza mafuta ya nazi ambayo ni virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Mnasikia huyu anauza nini? Virgin coconut oil. Endelea. Haijaekwa kemikali yoyote. Ambayo haina kemikali. Ndio. Kwa hivyo nilipopata ule mtaji wa 22,000 ambao hapo ndo nyota ikang'aa, ambayo 3,000 pia nikaekewa katika akiba, nikanunua chupa. Unajua sasa nilikuwa nauza na zile chupa za maji. Sasa nikanunua chupa zile nzuri za kuweka mafuta. Ile ambayo ni nzuri ambayo inapendeza, nika brand na sasa nauza. Sasa brand yako inaitwa nini ya mafuta? Inaitwa Rebecca na Muthoni. Rebecca na Muthoni. Ndio. Asante sana. Waje tusikie sasa rafiki yako pia vile anaendelea na kazi. Tueleze. Asante sana. Kwa majina anaitwa Mbwana Leonard, mimi ni mkazi wa Kilifi South Constituency, Chonyi Sub County. Kabla nipate pesa za nyota nilikuwa nimejiajiri, ninafanya kazi ya cyber cafe. Nilipopata pesa ya nyota 22,000 ilinisaidia sana kupanua biashara yangu. Niliweza kununua mashine za kinyozi na nikaweza kuajiri mwenzangu. Kwa hivyo wewe sasa unaajili watu kazi. Yes sir. Wewe ulikuwa mtafutaji kazi, sasa wewe unaajili watu kazi. Yes sir. Mnaona power ya nyota? Mnajionea nyinyi wenyewe? Haya, endelea basi. Kufikia saa hii biashara yangu inaendelea vizuri na ninaweza kuwekeza katika ile kidogo ninayopata kutokana na biashara yangu. Mfanyikazi wangu anaitwa Provaz, mahali ulipo na kupenda sana kwa kazi nzuri unayonifanyia, na naomba vijana wenzangu tafadhali tuweze kusave ile kidogo tunapata katika haba. Asante.
Na pia asante sana Your Excellency sir, mahali ulipo baba wa taifa, tunasema huu mradi ni ukweli, na ningeomba tukitoka hapa tuelekee Singapore wote. Asante sana sir. Haya, makofi makofi makofi. Mimi nikimalizia mheshimiwa, nashukuru sana rais wetu kwa sababu kama si huu mtaji wa nyota. Unamwambia nini rais? Kwa sababu wanasikiza hii maneno tunasema hapa, unamueleza nini wewe mwenyewe? Mheshimiwa rais, mimi kwanza ningesema asante sana kwa kuwezesha vijana. Umeonyesha kwamba unapenda nchi yako, na nchi ambayo inapenda vijana ni nchi ambayo itaendelea zaidi katika siku zijazo. Kwa hivyo asante, na pia uendelee zaidi kuendeleza vijana. Very good. Asante sana. Haya, tueleze jamani, tueleze kazi yako basi. Sasa wewe ni mara ya kwanza ama sasa umeshapokea ama utapokea mara ya kwanza? Haya, weka. Hii ni mara yako ya kwanza. Naam. Wewe sasa unafanya nini na hii pesa, kwa sababu utapata leo? Si rais anakutumia leo. Utafanya kazi gani? Utaanza wapi? Tueleze hiyo. Mimi mnamsikiza? Haya, inafanya endelea. Mimi hii na unaitwa nani? Jina lako ni nani? Mimi naitwa Alichengo, mkazi wa Kilifi South. Nakaa Mtwapa. Na nikipata hii pesa, mwaka hii ni mara yangu ya kwanza. Mimi natengeneza. Thank you. We are here in Laikipia cluster. We have Samburu, Isiolo and Laikipia. As you all know, the president is in Nairobi, and we have seen and we have heard him talking to some of the beneficiaries. This is happening all over the country. We have seen His Excellency, the Deputy President in Nakuru. We have seen PCS in Kakamega and other CSs all over. And this is a historical day where we are dealing with Nyota Cluster 2. We have seen those who received Cluster 1, the first tranche. We have seen poultry farmers. We have seen cyber business and many others. And we have had great testimonies. And we have a few people here who we are going to continue hearing their stories. Welcome, Madam. Where is the microphone? She's one of the beneficiaries, and she's going to tell us her story. Tell us your name. Kwa majina ni Stella Lisilo. Nimetoka Samburu County, Maralal. Stella Lisilu kutoka Samburu County, Maralal. Tueleze mipango yako na congratulations kwa kupata hii tranche. Mimi nilipata phase 1, sasa ndo naelekea phase 2. Phase 1 ilinisaidia kama mwanabiashara. Mimi nilikuwa na business ya kushona sweta na uniform. Sasa pesa ya Nyota ilinipata nikiwa naendelea na biashara yangu. Vile nilipata nikiwa naendelea na biashara yangu, nilibusu na hiyo 22,000 mali yenye ilinikutia. Asante sana Stella, mumesikia biashara yako imeimarika. Unashona sweta na uniform. Kwa hivyo mipango ya tranche 2 umepanga vizuri? Nimepanga mzuri. Ya, tunakubariki na biashara yako iimarike. Tubariki Stella, watu wetu. Asante sana. Yes. Mimi naomba niongee na president dakika 5. Tutatengeneza kwa sababu mitambo haijashikana saizi. Ikishikana tutakuita. Stella anataka kuongea na His Excellency the President. Amefurahi sana. Tueleze jina yako, mami. Naitwa Barwako Ibrahim. Natoka Isiolo County, Kulamawe location. Tuambie juu ya biashara yako. Ulikuwa tranche 1, vile ilienda? Mimi pesa ya kwanza nilipata, the first tranche nilipata, niko the second. Na hiyo ya kwanza ilinisaidia sana. Ili boost business yangu. Kwanza mimi nauza maziwa ya ngamia. Maziwa ya ngamia. Kutoka Kulamawe mpaka Isiolo inaenda Isli. Yes. Imeimarika namna gani? Imeimarika inanisaidia. Sasa hiyo zamani ilikuwa inakuja mpaka Isiolo. Yes.
So sasa inafika mpaka Isili. Inaenda huko. Well done. Na ile mafunzo ulipata imekusaidia? Hiyo mafunzo ilisaidia, hiyo BDS training ilitusaidia sana na MCA. Hawa watu walitusaidia sana. Wow. Na mipango kuendelea hapo mbele? Tuko na wao vizuri. Sasa hii pesa walimtupea, rais alitusaidia sana. Rais alitusaidia, tunamshukuru sana rais, tunakushukuru. Mali upo, wewe ni tuta. Na MCA, hiyo training walitufunza juu ya business sana. Kwanza mimi siko najua business vizuri, lakini vile walitufunza MCA na hizo BDS walitusaidia sana. Mimi binafsi barua yako ilinisaidia sana. Asante sana. Na anashukuru mheshimiwa rais kwa sababu amepata biashara yake, maisha yake imebadilika, na hii ni game changer. Tunakukatia mema. Nataka niambie rais, najua ako na ngamia alipewa huko Wajia. Nataka anunue maziwa ya ngamia kwangu sasa. Sisi tutanunua maziwa kwako. Asante sana Barako. Kuna mwingine? Na hapa tuko na mkulima wa mbuzi, wacha atueleze jina na vile kulivyo. Kwa majina naitwa Sarino Edwin Lekanapa. Mimi nimetoka Samburu East. Sehemu inaitwa Wamba West. So kwa hii mradi wa Nyota ilinisaidia mimi sana kwa sababu nilikuwa nadhania ni kitu ya uongo. Unajua sisi vijana tunapenda kulegeza kamba sana. Hata ukijaribu kuelezea. Okay, thank you very much. We are here gathered in Ihora Stadium, Murang'a County. We have the cluster for Kirinyaga, Murang'a and Nyeri. And the beneficiaries arrived very early. The climate of expectation is huge, and we are waiting for the program cash transfer. Beneficiaries are ready. Wamefurahia sana hii program. We've already spoken to several of them, and I can then bring in one of the beneficiaries. But I want to say that there is huge expectation for this particular program, and His Excellency has received a lot of accolades from Ihora Stadium. Tuko sawa, tuko gangari, tunangojea Nyota. Wanayuthi hoye! Wanayuthi hoye! Mnangojea kwa hamu. Mari ingie. Rais akuje on board alete hii pesa. Na tunaweka kwa biashara. Pesa ni ya kujenga biashara. Kuinua biashara. Asanteni sana. Hebu nionyeshe tuko sawa na hii program. Nyota ing'are na iendelee. Thank you. Wapi huyo? Maybe Valentine? Karibu. Valentine. Hey. Na hiyo longi. Si tutaongea kando. Karibu. Hey, girl, you are beautiful, brother. Okay. My name is Valentine Makena. I'm from Keno, Murang'a County. Okay, mimi nafanyanga kazi ya salon. Hii ni second tranche. I'm a beneficiary. So the first tranche nikipata, nilikuwa na salon but sikuwa na the nails part. Sikuwa nafanya nails. I had the skills but sikuwa na equipment. So after I got the money, that is 25,000, 3,000 savings and 22,000. So nilinunua UV machines, mbili, drills, ombre machines na gels. Hizo ziko in place? Ziko. Biashara customers wameongezeka? Yes, I have 1 permanent employee and 2 casual workers. 2 casual employed and 1 permanent employee. Yes. Congratulations. And you are expecting today another transfer. Yes. What will you do with it quickly? So far, I'm so much into doing lashes. Lashes? Hii ya macho hii? Hii ya kupimia? Kia ka passion kame shift hiyo side. So, nilikuwa nataka kuchukua the lash bed. Yes. The lashes and lash equipment. So you already have a plan in place for the money that you'll get today? Yes.
Within what period will you invest into the business? Na si leo. Leo? Oh, ukitoka hapa ni kwenda? Okay, very good. Si utaniambia hiyo kona iko wapi? Umesema ni Keno? Iko Keno. Unajua mimi siko mbali sana na Keno. Keno kwa DC. Utanifanya mteja? Lazima. Lazima. Utanitafuta. Na unaona hata gavana wa Iguru wako area. Si hata yeye anaweza kuwa mteja. Akuje. Hata ma PSS wako na mfuko kubwa sana hawa mama na maua tuwe customers wako, si ndio? Tujenge biashara. Next. Thank you. Asante sana. Thank you. Next, kijana harakisha. Gitahi. Harakisha. Sasa. How old are you? I'm 19 years. 19 years. Yes. You know this program is for between 18 and 29. Yes. Uko smart. Endelea. Yeah. Tuambie wewe ni nani? Yes. Yes. Talk. My name is Justin Getahi. And you know you are in the studio, national. Yes. So talk. Your best time now. Okay. My name is Justin Getahi. Yes. Nyeri County. Ndio mara ya kwanza kupata hizi pesa. Volume. Nimepanga kupata kufungua biashara ya mtumba. That is in Nyeri County. Na pia I hope itakuwa kubwa. Do you have a shop in Nyeri County? No. This is your first time? Yes. Oh, this is the first time tranche. Yes. You are not in the first tranche? No. Oh, excellent. Congratulations for coming on board. Tutakufuatilia. Yes. Na training umefanya? Yeah. Okay. Yes. Very good. Asante. Tumpigie makofi jameni. Yes. Huyo mwingine ni Cleophas Ouma from Nyeri County. Hello. Yeah, hi. Hi. Asante. My name Nataka is... kunipimia 18? Hapana. Okay. Asante sana Wakenya, tunashukuru kwa ile program inaendelea. Tumesikia kutoka Waziri Mutua, tumesikia kutoka Waziri Alice na wale mawaziri wote, na tumesikia aswa kutoka Mheshimiwa Rais akiwa pale Ulinzi Stadium. Hivi sasa tuko hapa Eldoret Sports Stadium na tuko na Wakenya kutoka Nandi, Elgeyo Marakwet na Uasin Gishu County, na tukipenda kusikia kwa wale ambao wamefaidika katika biashara hii. Na ningependa kukaribisha dada moja ambaye alifaidika kutokana na Nyota. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sharon Chebet. Unaitwa Sharon. Unafanya biashara gani Sharon? Mimi muuzaji jeneza. Weke mic karibu. Mimi nauza jeneza katika hii kaunti ya Uasin Gishu. Uliingiaje kwa hii biashara ya kuuza jeneza? Nilianza mwanzo nilikuwa broker, nikapata pesa kidogo. Yes. Harakati na ngoja pesa ingine, Nyota ikaingia. Pesa yenye rais wetu alitupea 22,000. Ukafanyia nini? Nikaongeza kwa ile pesa nilikuwa nayo kidogo, nikanunua jeneza kadhaa 5. Yes. Nikaanza nayo hiyo kazi ya kuuza jeneza. Pole pole nikauza kadhaa, nikachukua duka yangu sasa binafsi. Na sasa ukipata hii 25,000 unafanyia nini kusonga mbele? Hii 22,000 yenye itakuja. Yeah. Nataka niongeze. Niko na order already nimepigiwa nikikaa hapa ya sanduku next week. Okay. Sasa wanataka sanduku kubwa na sikuwa na hiyo pesa. So itanisaidia kuongezea hiyo pesa ninunue sanduku. Na hii biashara Sharon unafanya aje, na unaona vile watu wako na uoga sana ukisema unauza? Nilipitia magumu katika ndoa. Sasa umekuwa hii mimi naye ni mgumu. Asante sana. Nyota imekusaidia kurudisha maisha yako ambayo ulikuwa umepoteza hapo awali. Very strong side. Asante sana. Thank you very much. Tuko na mfaidi mwingine ambaye hako hapa Ran. Unaitwa nani? Mheshimiwa, anaitwa Faith Kigen. Faith Kigen, unatoka wapi? Natoka Keses. Unafanya biashara gani hapa Uasin Gishu Keses? Tunafanya biashara ya welding and fabrication. Welding and fabrication. Yeah. Ulipopata hii pesa ya 22,000 ulifanyia nini? Tulinunua machines. Ukanunua machines. Yeah. Na sasa inakusaidia aje? Mnamefikisha wapi biashara yenu? Kwa sasa through the office of MCA, we registered a group. So for now we are running the 3rd LPO. So kwa sasa kazi inaendelea vizuri, nimeacha welders kwa kazi. Mmekuwa mkipata tenders? Tumepata tenders. Mmepata LPO. Nani anawapatia tender?
Through MCA. Through MCA. Yeah, TPA Alton Gogo. Okay, very good. Yeah. So mnapata kwa biashara ndogo ndogo kwa hapa Uasin Gishu mnapewa tenda kupitia MCA. Yeah, tunaunda. Na sasa mkipata hii pesa yenye iko juu yake mnafanyia nini? Pesa yenye iko juu kwa sasa, pesa yenye tumepata hatukuzi kwa sababu tunaiwekeza ndio tuweze kuendeleza hiyo kazi ya kuunda madirisha. Asante sana. Thank you very much na Mungu awabariki. Tunataka pia kusikiza kutoka mfaidi mwingine. Jina lako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Samuel. Samuel, unatoka kaunti gani? Kutoka Uasin Gishu. Unatoka Uasin Gishu. Unafanya biashara gani? Mimi biashara yenye nafanya ni biashara ya kuku. Ya kuku. Yeah. Na Nyota imekusaidia aje kuendeleza hii biashara ya kuku? Kwanza wakati yenye before pesa ifike, mimi nilikuwa nafanya kinyozi hapa Eldoret. So wakati pesa ilifika nikapiga hesabu, niko na kazi na niko na family, so nikasema acha nifanye biashara ambayo itanisaidia pia. Yeah. Nikachukua 17,000 nikanunua kuku ya 250. Yeah. Wakati nilinunua kuku ya 250 ikakuja nikapatiwa kuku, ilikuwa budget yote ilikuwa kuku 68. Yeah. Akaniongezeka kuja 70. Wakati nilizinunua nikapeleka nyumbani kwenda kuchungia nyumbani. So hiyo wakati nilikuwa nimeenda kuzichungia nyumbani nikafuga hizo makuku nikawacha nyumbani, but nilikuwa nafanya kazi pia ya kinyozi. So wakati nimeacha kuku nyumbani nakuja asubuhi naamka naenda kazi kinyozi narudi na kwa sababu ya Nyota sasa biashara yako umepata faida kiasi gani kwa mwezi? Hapo ndio nilikuwa naelekea. So wakati nilikuwa na hiyo pesa. Naenda tu kwa faida yake unapata ngapi kwa mwezi? Faida yenyewe ambayo nilipata saa hii budget pesa yote yenye nimeweka niko na like 50,000. 50,000 ambayo hiyo not hiyo unajua kuku si ya mwezi, yeah, so nile na nini yenye uko nayo niko na 50,000 yenye unaweka kwa biashara iendelee naongezea kwa hiyo biashara. Na sasa ukipata hii 22,000 unataka ufanyaje? Hii 22,000 ambayo nataka nikipata saa hizi nataka ninunue pikipiki ambayo itakuwa inanisaidia kwa transportation nikileta kuku town. Okay. Naweza kuwa nazileta town. Yeah. Na alafu itapunguza your transport cost. Juu nakuja na kuku karibu, na narudi. Karibu. Tuko pia na beneficiary mwingine, unaitwa nani? Naitwa Ian Kipkorir kutoka Nandi County. So mimi nafanya biashara ya cyber and phone accessories. Cyber and phone accessories. Okay, mwanzo nilikuwa na cyber before nipewe the first tranche. Wakati nilipewa the first tranche nilikuja nikafikiria nikasema ni nini yenye ndaongeza kwa hii biashara yangu ya cyber ndio nipate faida mingi. Nikafikiria penye niko wanafunzi ni wengi. Nikakumbuka wanafunzi wanapenda simu zao zikuwa zinametameta. Nikaanza kuleta hizo covers, hizo protectors za simu, screens. Hapo sasa ndio nikaanza kuongeza kwa hiyo biashara yangu. Okay. Yeah. Sasa saa hizi biashara yako unapata faida kiasi gani? So kwa biashara yangu so far naweza kuirate napata per month naweza pata faida ya 50,000 juu hizo phone accessories napata 100 to 250% profit. Yeah. Yeah. Na sasa nikuulize changamoto gani uko nayo yenye unaona itasaidika kwa ile directive rais amesema tuondoe mambo ya license? Kuna vile licenses inaharibu biashara yako? Okay, kwa upande wa license tuko hapa Pokot Magharibi. Kapenguria Pokot Magharibi, tuna vijana kutoka Turkana, West Pokot na Trans Nzoia. Vijana wameisikia speech kutoka kwa rais, wameisikia vizuri sana na kutoka kwa deputy president. Unaona vile wako na furaha. Wameisikia vizuri sana. Na kutoka kwa deputy president. Yeah, sasa nataka nilete wale vijana wale ambao wamefaitika kupata hii Nyota Fund. Nataka Lorop ako wapi kutoka Turkana? Ako hapa. Nataka useme wewe ulipata pesa muhula wa kwanza. Ndio, mimi kwa majina nilipata 25,000. Sasa hii unafanyia nini hiyo pesa?
Mimi wakati nilipata hiyo pesa tayari nilikuwa katika biashara ya kusiaga unga, portion my business. So hiyo pesa ilinisaidia nikaweka stock ya mahindi nikiuzia majirani unga. Sasa katika ile harakati pia nilipata pesa ya kununua material ya kupackage huo unga. Kuna wale wanakuja hawana mifuko, sasa mimi niko tayari namuuzia unga na mfuko tayari. Na unaendelea vizuri kabisa? Naendelea vizuri kabisa. Umeandika vijana wengine? Nimeandika kijana mmoja. Umeandika vijana mmoja? Ndio. Unamlipa mshahara mzuri? Mshahara si mbaya sana. Lakini anaendelea? Anaendelea. Basi leo pia utapata shilingi yako 25,000. Lakini utaenda nyumbani na 22, 3 itawekwa kwa akiba yako. Saa ile utataka biashara yako kuendelea vizuri, utafikia hiyo akiba. Asante. Asante. Bwana Waziri, neno moja tu. Sema. Sisi watu wa Trans Nzoia, kama kuna wakubwa wetu hapa, watusaidie haya mambo ambayo president ameongelea, mambo ya leseni. Hiyo atakusaidia. Tutaongea na gavana wako Bwana Natembea amsaidie. Asante. Si ndio? Asante sana. Haya. Karibu kijana, wewe unaitwa nani? Bwana Loro. Asante, mimi naitwa Loro. Kutoka Turkana. Loro Iseboni Manuel. Haya, sema maneno yako kwa sababu ulipata pesa ile ya kwanza. Ile pesa ya kwanza nilipata, nilianzisha kazi ya weldi na nimeajiri vijana wawili. And this is the product. Naona vizuri sana. Is championing for 50 billion about unaweka ile bendera ya Kenya. Kuliko watukana wakate mti, hii ndio nimetengeneza. We stop cutting down the trees because the climate change is real. Hii ndio product na mimi naomba wewe utanunulia hiyo. Haya, nitakununulia leo. Niende nayo nyumbani. Gavana atanunua moja. Na unaendelea vizuri? Naendelea vizuri. Naomba uninunulie hiyo. Unaweza kuambia nini wa vijana wengine wa Kenya? Vijana wa Kenya, especially wa rafiki zangu from Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet. Let's go for TVET. That is the only way. Hii maana kupigana na kuuana haiwezi tusaidia. Na thank you Bwana Rais. Kura ni ngapi? Ni 2 term. Rais wa Kenya, unaweza kusema nini ambaye amemsaidia sana kwa hii mradi? Rais wa Kenya amechange maisha yangu. Nowadays I don't beg, I sell my product. And now I've done to you. Na nimekuuzia. Rais aendelee au siendelee? Aendelee 2 term tu. Rais aendelee 2 term. Hiyo ni 2 term. Na asome hiyo lebo. Unaona hiyo lebo? Pale ni Kapenguria, tuwapigie makofi jameni. Mheshimiwa Oparanya, asante sana. Naambiwa ya kwamba pia watu wa Kitui wako network. Umejipanga vizuri? Ndio. Umejipangaje? Nimejipanga kuanzisha biashara ya kufuga vifaranga. Unataka kufuga kuku? Ndio. Umesomeshwa kabisa? Tulisomeshwa. Haya, sema vile mpango yako iko. Mimi nikipata. Na unataka kufanyia hizo biashara wapi? Nyumbani. Nyumbani wapi? Hapo Bendera. Wewe unatoka wapi? Kaunti gani? Naitwa Celine Cherop, natoka kaunti ya West Pokot, Kapenguria. Ndio umepata pesa. Na unaona ufanye hiyo biashara vile ile biashara rais alianzisha. Unajua rais ambao unaendesha hii biashara, naona unaendesha biashara mzuri. Wewe pia kuna muungwana pale yako na smoky hapo. Kupata pesa ya Nyota? Nilibahatika kupata, naongojea the phase 2 leo. Jina yako ni nani? Jina langu ni Cornelius Kioko. Natoka hapa West Pokot County. Tuambie vile wewe unafanya biashara yako. So biashara yangu kama venye mnaviona, nauza fast food, I do delivery. Si mtu wa kusimama, ni mtu wa kutembea. But with my aim, hiyo wakati nilipewa first 22,000, I managed to start the business. Ndio ina run. Nilikuwa nauzanga crate 2 in a day na smoky packet 1. But for now I sell 5 crates and 3 packets of smoky in a day. Of which imenisaidia, I want to open a shop. Niweke depot ya mayai and eggs.
alafu ni make an employment to employ another youth. Umeandika kijana yote, umeandika kijana yote? No, mimi ndo naji. Wewe mwenyewe unafanya. Yeah. Unapata faida gapi? Kila mwezi au kila siku? In a day I make a profit of 15,000 nikitoa all the expenses. 1,500 in a day. 1,500 per day. Yeah. Na wewe ukifikiria kama ungeandikwa kazi ungekuwa na hiyo pesa kweli? Hakuna. Kwa hivyo nini unaweza kuambia vijana kama wewe? Kenye naweza ambia vijana ni tujitume, tusiogope watu, be your own boss. Usichague kazi ambayo utataka kufanya. Be proud of what you do, and the end of the day utarip what you planted. Na umejipanga sasa kupata ile round ya pili? Yeah, nimejipanga kupata hii first 22,000. Utaendelesha hii biashara hii au utaenda kwa zingine? Hiyo 22,000 I already have a stall mahali, naenda kuifanyia finishing. Alafu niweke, nataka nifungue depot ya kuuza mayai. Hii itakuwa inaendelea, but hiyo. Thank you very much, Your Excellency. This is the Lake City of Kisumu, and we have actually listened to your speech loud and clear from the beginning to the end, and we have also listened to other cabinet secretaries, the deputy president from Nakuru, the prime cabinet secretary in Kakamega. We have listened to Duale in Garissa. We have also listened to Alice Wahome in Murang'a. We have listened also to Alfred Mutua from Machakos, and now we have just listened to my brother Wycliffe Ambetsa Oparanya speaking from Kapenguria. And now here in the Lake City of Kisumu, I am glad to report that we are here with about 9,218 beneficiaries, most of whom are coming, getting the second disbursement, but there are also others who are getting the first disbursement. Your Excellency, I want to just report that we agreed here that we will not be calling what they get as income from this investment as profit, but they will call it return on investment, so that we can have connection between the capital that they are getting and the returns on investment. I want to just give opportunity to a few of us who are going to tell us the kind of steps they have made. Ni hatua gani wamepiga tangu wapokee the first disbursement to now, and what are their expectations. Nitaanza na the first beneficiary, who is Winnie from Kisumu. Winnie, karibu. Good morning. Good morning. Winnie, how are you? I'm fine. Hi. Winnie, can you tell us shortly, you're one of the first beneficiaries of this fund. Yeah. Nyota Fund. Yes. Can you tell us, tangu upoke the first disbursement, ni hatua gani umepiga mpaka leo, and what are your expectations? What do you intend to do with the second disbursement? Okay, my name is Winnie Owano. I'm an entrepreneur based in Kondele. Apo the hotel is called Uswazi. It's a fast food hotel. Before I received Nyota, that was last year, I had the hotel there. It is along the road. I can remember by that time it used to rain so much during December. The rain could have get inside the hotel, like nobody can even enter the hotel. We used to take the water and pour it outside. And it has been a great pleasure, because when Nyota reflected coming this year, now I've got a bigger structure there in Kondele, and it's a testimony to everyone around Kondele. So with that, I appreciate so much Nyota. Apart from that, with Nyota program, through MCEA, I learned a lot in terms of the education they gave us. Before, I couldn't be able to manage the business in terms of my finance. So now you have gotten training, enough training, now you can manage your business better. Yeah. Can you tell us in terms of employment, how many people, ni watu wangapi, wafanyikazi wangapi ulikuwa nao mbeleni na sasa baada ya kupokea hii pesa, sasa umeajiri watu wangapi? Okay, before then, I had 2 girls that I was working with. And after Nyota, because I restructured the place, during the day, I'm having now 4 girls that I'm working with, others who supply and the rest. And because of Nyota program, because the structure is now a safe place, I'm operating 24/7, which means even at night, I've employed more workers to work with me. And with that too, I've got a person who is a motorbike rider who do for me supplies, whereby through MCEA,
They connect me with the probation and I got a tender. I'm now supplying food with the Equity Afya there in Kondele. And apart from that, I appreciate so much. You have even got another market tender. opportunity. Yeah. And you have created both direct and indirect employment. Yeah. You said you have some staff in the day. And How at many night. of them? At day is 4. And at night? 4, but I've got 2 boys. Okay. 2 men, 2 girls with me. With you. So Yeah. you have about 8 employees. Yes. From 2. Yeah. Previously. Yes. Can we clap for Winnie? Thank you very much, Winnie. What would you tell as you close? What would you tell those young people out there who probably are thinking of starting business? Very, very quickly, in 1 minute. Okay, I encourage all youth because it is never easy to start a business. If you have an ambition and you want to aim it, never give up. I almost gave up, but through Nyota, it has given me that light. And I appreciate so much. With the second disbursement, I'm hoping to have a catering group of my own. And with that, I believe I'll employ more workers. Makofi tena. Look at the kind That of is my ambition aim. that Yeah. Winnie has. Yes. Thank you very much, Winnie. Let me go to Homa Bay. And Duncan Odiero wanasema Kiswahili ilikufia Homa Bay. Sasa sijui kama utajaribu Kiswahili, usiniangushe. Confirm that Kiswahili kweli ilikufia Homa Bay. Duncan Odiero. You don't disappoint you. Thank you very much, Waziri Bandi from Kisumu, and thank you so much for other region. We are here in Chuka, in Tharaka Nithi County, and we have young entrepreneurs from Meru County, from Tharaka Nithi County, and from Embu County. We are joined by Deborah Jerry, who is now a business lady ambaye amefanya biashara mingi na amefaidika kwa hii mpango ya Nyota. Nyota hoye. Sasa biashara iko namna gani? Wewe umepata hii mara ya pili ama ni mara ya kwanza? Hii ni mara ya pili. Mara ya pili? Yeah. Mara ya kwanza ile ulipata ulifanya nini nayo? Wakati nilipata hii pesa mara ya kwanza, niliweza kubuy the mixer because I'm a baker. Yes. Yeah, so nikaweza kubuy mixer ndo niweze kubake kutengeneza keki mingi juu sometimes ukipiga na mkono unakuta ina day umetengeneza keki kama moja ama mbili alafu you're tired. But with the help of a mixer you are able to make a lot of cakes. Hizi keki unauza wapi? Hapa Kibugwa. Kibugwa? Yeah. Hapa Chuka? Yeah, I'm from Tharaka Nithi County. Yeah. Sasa ulitumia pesa ngapi kwa ile ambayo ulipata 23,000? Let me say I used 7,000. Yes. Kwa kubuy hizo mixer, alafu nikarudi nikaongezea, nikaweza kulipa nyumba, stima, yeah. And the na sasa hii biashara inaendelea namna gani? Biashara inaendelea vizuri. At least in a day I'm able to make a profit of 4,200. Because kwa keki moja you're able to make let's say profit ya 700. So ukiweza kutengeneza keki kama 6, that is 4,200 in a day. So kama vile watu ya Kisumu wamesema, youth wa Kisumu wamesema there is return on investment. Umeweza kupata profits? Yeah, sasa hii ambayo utapata leo unaipangia namna gani? So ninaenda kupata leo, I'm planning on kuongezea more, niweze kutengeneza kama sasa sometimes kutengeneza fruit cake ni very expensive. Sikuwa nimemanage kutengeneza hizo. But with the help of this pesa yenye naenda kupata saa hii, nitakuwa natengeneza mpaka fruit cake because nazo zinahitaji pesa mingi kidogo. So itaweza kuniboost hapo. Yeah. Na kwa miaka ingine unaona namna gani ingine 2 3 tukienda namna hiyo? In 2-3 years to come, naweza sitaka kuambia that I'll be the best butter baker in my county. Makofi ya Deborah jameni. Alafu nimesikia kuna maneno ya licenses ambayo inaleta shida kwa county government. Ungetaka county government ifanye namna gani? Ningependa sana watu consider juu ndo tunaanza, unaona, na hata kama ndo tunaanza challenges ni mingi, so at least tuweze kupewa balance kidogo. Haya, ya pili tuko na Brian Mutugi ambaye anafanya biashara pale Embu
Habari ya Brian? Mzuri sana waziri. Naona uko chonjo, hata baridi iko na kuona uko chonjo kabisa. Niko chonjo kabisa. Ulipata hii pesa mara ya kwanza ama unapata mara ya pili sasa? Nilipata mara ya kwanza. Mara ya kwanza ulifanya nini? Mara ya kwanza kwa sababu mimi niliamua kuingia katika biashara ya samaki fish farming that is in a blue economy. So tulikuwa na fish pond nyumbani lakini ka fish pond kadogo. So liner ilikuwa. So what I did, nilienda nikanunua fingerlings 500. 500. Yeah, nilikuwa nauziwa 10 shillings because they were monosexed fingerlings. So that was 5,000. So hiyo 5,000 on kwa juu monosexed. Hiyo ni Kiingereza kubwa sana. Monosexed inamaanisha yani samaki ni wa most of them are of one gender. Ili sasa uweze kumonitor feeding kwa sababu sasa unajua ukiweka 500 fingerlings you are guaranteed to have around 500 ama around 600 like mixed sex. Unapata hao samaki wanazaana sana so wanatumia too much, hautaweza kujua ni feed ngapi unafaa kupea hiyo samaki. Sasa ukanunua 500. Nikanunua 500, that is for 5,000 shillings. Then sasa the rest I used to buy feeds because fish feeds are quite expensive. Yeah, na actually hii mwezi imepita from around age 25 ndo nimeanza kuharvest samaki wangu. So far nauza na harvest like every week I harvest like 150 pieces. I descale them, then I fry them and then I sell to people when they are fried already. Makofi jamani ya Brian. Sasa tuko na Dennis Kimandhi. Dennis Kimandhi kutoka Sasa Dennis, umepata pesa mara ya kwanza ama mara mbili? Nimepata mara ya kwanza. Sasa leo unangojea mdozi afanye maneno akupange kabisa. Na hiyo ingine kabisa. Na yako tayari kupanga. Sasa hii ya kwanza ulifanya nini? Hivi yenye mimi nilipata mara ya kwanza. Sasa unajua pale nyumbani mimi ni fundi. Wewe ni fundi? Fundi wa mbao, fundi wa Mason. Very good. Unajenga nyumba? Sasa nilijua nahitaji side hustle. Hizi kazi saa zingine unaweza kuwa huko kazi na unahitaji kitu ya kufanya pale nyumbani. Sasa nikaenda nikapiga shelter pale nyumbani ya kuku vizuri. Alafu nikaongeza pesa nyingine mfukoni nilikuwa nayo nikachukua vifaranga kama 50. Saso F1. Hizi breed ya Saso F1 hii. Sasa hiyo unajua ni mzuri kwa nyama na pia mayai inakupatia. Sasa mimi pale nyumbani nilizinunua mwezi wa pili juu ile nilipewa January. Sasa saa hii at least zimeanza kunipatia mayai, naona pia zimekomaa, naweza uza nipate nyama. Sasa nimepanga hii tranche ya pili nikipatiwa hii. Naenda kidogo nashika kama ni incubator. Ile mayai yenye napata pale nyumbani naanza kujitengenezea vifaranga. Zile 50 ambazo ulinunua. Kuna yote ambao umeuza ama zingari zote ziko? Sasa hizi zimekomaa na ngoja sasa zianze kunipea mayai. Na siwezi nikauza juu sijanunua vifaranga wengine wapi. Asante, makofi yake jamani ya Kimandhi. Alafu tumsikie Frida Kalemi kutoka Tharaka Nithi County. Habari ya Frida? Sasa ulipata hii maneno? Nilipata the first disbursement of 22,000 na 3,000 ikaenda kwa savings. 3,000 ikaenda kwa Sasa ulifanya nini na ile pesa? So mimi I sell home curtains, nashona curtains za nyumba ninauza na pia ninafanya branding. So wakati nilipata the 22,000 niliweza kuincrease stock nikanunua more materials nikaziongeza hapo kwa kazi and then pia nikaweza kuboost upande wangu wa branding. Nikanunua rangi kwa wingi kwa sababu kuna wakati kunakuwa na shortage na nikaweza pia kununua. Umepata pesa, umetengeneza pesa kwa hiyo maneno? Profit iko namna gani? Ama return on investment kama watu ya Kisumu Siri wanasemanga? Sasa I really got a good investment from that. Actually a percentage nikihesabu 70% profit. 70% profit? Yes. Wow. Na sasa kwa hii najua nitaweza kuboost more biashara yangu 90%. Hii pili unaipangia tu kurudisha maneno ya curtain na branding. Inaenda kuongeza curtain zaidi na niweze
through MCA mali tunaweza pata msaada sana na nimeweza kuwa beneficiary wa WEF. Okay. Na biashara yako iko wapi? Niko hapa Chuka Town, Chuka Market, stall number 89. Asante sana. Makofi yake. Na vile vile tuko na gavana, tutaka kusikia kutokana kwa gavana wa Embu County kama ile ushuru ambao licenses. Governor, mimi comment on nataka licenses. kuelezea our nyota beneficiaries kutoka Embu County, na najua that is the same position ya Governor Muthomi na Governor Mutuma kule Meru, because we made that commitment mbele ya president pale Meru. All licenses and fees is waived for all the nyota beneficiaries, ndio at least muweze kuendelea vizuri na biashara zenu. Asante sana. Asante sana Governor from Chuka Kirubia Stadium. Asante sana. Thank you. Aya. Sasa tunataka kusikia kwa wacha ningetaka tusikie kwa watu wengine wachache vile biashara zinaendelea, si ndio? So MC, PS, let's also get to understand from that gentleman from Meru vile biashara yake inaendelea. Mike akiwa amekaa pale. Thank you, Mr. President. We've just heard from CS Ruku, the DP in Nakuru, CS Mbadi in Kisumu. From here in Marsabit, we have one of the beneficiaries, Madam Antonella from Laisamis. Please, kwa kiufupi, hebu ujiintroduce na utuambie biashara yako imeenda namna gani na ni nini unatarajia kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Antonella Ringisian Lerapo from Loglogo Ward, Laisamis, Marsabit County. Nilipata pesa ya nyota, the first disbursement 22,000 and then 3,000 ilikuwa kwa saving account ya Zidi. Then hiyo 22,000 back then sikuwa na biashara, but I have an idea at that time, like I came from a humble family, then sikuwa na biashara yote. Nilikuwa tu na prepare that kuna kiosk mama kuna hapo kwa boma enye hakuna kitu iko. So like nilikuwa naambia mamangu naenda kufanya kazi ya casuals, then nikipata tu pesa tutaweka nini biashara. I didn't knew that one day nita apply to your nyota nipate pesa. Then nikapata tu boom, nimepata message, nikapata pesa 22,000, nikaambia mom tunaenda kuanzisha biashara. Tunaenda kununua staff ya chakula ambaye kuna familia wako karibu na kwetu, tuko mbali na town like 4 kilometers away from town. Then tukanunua sugar, posho, yani tukanunua tu stock ya chakula kioks. So nikafanya hiyo biashara yangu, nikaanza kuasha kazi ya casual. Then nikaona hiyo biashara yangu na run vizuri, nikaona like tuna lucky or distance inataka bike tupate bike yenye inatuletea nini stock. Then nikamwambia brother yangu atakuwa anakuanga na bike yake, nikamwambia ndakuwa nakulipa monthly. So nilete tu stock ile. So brother yako anakuletea stock? Ananiletea stock, mimi naendelea na biashara na shapa biashara. Nikiona sasa monthly imefika na nimefanya profit fulani nampea kitu. So kwa biashara nani pia anakusaidia kazi? Mama yako na nani? Mama yangu tu na mimi. So mko wawili? Wewe ulipata training? Nimepata training for 4 days. Alafu umetembelewa ama umezungumziwa na watu wa MCA? Nimetembelewa, nimeambiwa more about business. I have a lot of ideas in business of which now nikipata hii disbursement ya pili na hakikisha nimeongeza biashara yangu na pia na hivi kununua my own bike, sitakuwa na depend na mtu. So kwa hii 25,000 utapata leo? Naongeza biashara yangu boost kabisa kwa sababu naona inanitolea profit sana na inaendelea kuprogress
siku moja maybe itakuwa supermarket ama inaweza kuwa something big that supermarket. One day so hawa watu wa Marsabit na wakaaji wa hapa na wale wako Laisamis wanakutazama kwa sasa. Yes. Utawaambia nini na watu wengine wa Kenya? Ningependa kuambia ya kwa hiyo pesa ukitumia vizuri hiyo pesa ambaye itakuletea a lot of profit ambaye unaweza saidia. You can help your kids to go to school, you can help your kids to further their education, you can support. Asante sana. Tuambia Mheshimiwa Rais nini? Okay, I want to tell His Excellency the President that you build a nation where children can thrive, families can thrive, and all citizens can live in dignity. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Asanteni sana. Makofi kwa Antonella. Thank you so much. Tutarudi hapa. I think sasa masaa imefika. Nairobi hoye! Kiambu hoye! Na Kajiado hoye! Nyinyi mnajua ya kwamba leo tumekujia tayari. Nauliza tumesikia ndugu zetu kule West Pokot. Tumewasikiza ndugu zetu kule Nakuru. Tumesikiza ndugu zetu kule Kisumu, Chuka. Tumesikia ndugu zetu sehemu nyingi za taifa letu la Kenya. Wale wengine tutawasikiza baadaye. Lakini masaa imefika. Kila mtu ako tayari? Hebu cheki hapo kwa simu kama iko na network kwanza. Iko nayo? Check hapo kwa simu kama iko na charge. Iko na charge. Mko tayari? Sasa mimi nataka niseme hivi. Kwa vijana wetu wote kule Marsabit tumewaona. Sehemu zingine za Kenya tumewaona. Nafasi ya sasa ni wale ambao vijana 33,000 wanapata pesa ya awamu ya kwanza, first tranche. Wako leo na wako tayari. Wameshafanyiwa training. Kila mmoja wao amepanga biashara yake. Ako na plan. Yani ako na mpango. Na pia ako na agenda ya ile pesa atapata leo atafanya nayo nini. Plan mko nayo? Mko na plan? Mko na mpango? Agenda mko nayo? Ya pili, tuko na vijana ambao vijana 88,000 leo wanapata second tranche ya pesa zao. Na vile nimesema, baada ya hii second tranche, watu wa Kenya Industrial Estate, National Youth Fund, Uwezo Fund, Women Enterprise Fund watatengeneza product, mpango ingine ambayo ukimalizana na 50,000 ulizonazo, vile watakuongezea pesa ya kukopa ya sasa kuendesha biashara yako, 50,000 ingine, 100,000 ingine, tukisonga mbele. Muko tayari? Haya basi, tuko tayari. Hebu inua simu hivi tuone ipate network. Your Excellency, in 3, 2, 1, achilia pesa. Tayari hapa Nairobi, Chuka zinaingia. Nawaona rais, nawaona wanafurahia, zinaingia. Ndio hizo zinaingia. Sehemu zile zingine pia, angalieni simu zenu kila mahali.
zinafaa kuwa zimeingia zote sasa. Hebu kama umepata peperusha simu. Naona zikipeperuka pale rais. Naona zimeingia upande huu. Hebu peperusha kama umepata. Upande ule mwingine. Iko sawa. Hebu shangwe na vigelegele kama umepata. Siaka ni kutoka siaka. Kutoka siaka, kila mtu siaka. 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 Hapa siaka ni ya pesa. Ukicho magode uone pesa ni na siaka kabisa. Kingo kwa matoche siaka. This is Henrik Sam. Wapi sherehe? Pasando inabamba na siwezi sema sana tena siwezi bonga. Hapo ni Kapenguria. Rais tunaona Kapenguria wamepokea. Ona anasema amepokea, ndio hiyo pesa ile unaona kwa screen ni Kapenguria. Leo silali. Haya, nikoke mwingine Kapenguria pale imeingia. Tena sijali yamewashinda yao yetu wataweza.